mzee sijui Kiswahili. Kawaida brother, tunaongea kidogo. Ila ni maswali machache sana. Uniweka kwenye TikTok eh? Si hapana, sijui mzee sijui. Kwani tunaongea kidogo, si wewe Mungu na wewe unaanza? Leo TV, sisi kama sisi. Leo TV. Na hapa tuko na mchezaji mmoja kati ya wachezaji wa R1 tunakwenda kumuuliza maswali matatu. Brother, mambo vipi? Safi kama sana kabisa. Na watu wasio kujua labda nikitamani kujua jina lako. Mimi naitwa Sadik Saleh Barwan Kakembe almaarufu Inonga. Unaitwa yani unacheza namba ngapi? Mimi na perform namba 4 namba 5. Back center. Na mechi moja imetoka sare, imekwaje? Yote ni matokeo ambayo yanapangwa na Mwenyezi Mungu, na kwa haya matokeo tuliyopata alhamdulillah tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa tuliyopata. Ila kwenye mechi ya leo uliona ugumu gani? Umuhimu niliouona ni kwamba wachezaji wetu tulijituma, licha ya kwamba tope zilikuwa ni nyingi, lakini mpaka hapa niseme asante kwa hicho tulichokipata, kwa sababu tulikuwa wachezaji pungufu, na tulipokuwa wachezaji pungufu ilitubidi tu turudi nyumbani tupaki gari ili mradi tupate matokeo mazuri kama haya. Na kilichotuma wachezaji pungufu ilikuwa nini hasa? Ni kosa alilolifanya beki namba 5 ambaye tulikuwa tuna perform naye. Lakini kwa matokeo haya tuliyopata, nisema tu namshukuru Mungu kwa sababu lilikuwa ni kosa ambalo linahitaji umakini sana, lakini sema muamuzi hakuwa na kusita na kutoa ile kadi, ndio kwa maana tucheza pungufu. Ila wewe kama ulionaje ile kosa? Ilikuwa kosa kweli au vipi? Kosa lilikuwa ni kosa, lakini sio kama ni kosa la kadi. Likasababisha mpaka mtu apigwe kadi nyekundu. Lakini kadi kabisa. Lakini haikuwa sio kadi, yani ni kosa lakini sio kosa la kadi. Yaani ndio umeona sasa wewe. Hiyo ndio kosa tu, lakini sijui kama ilikuwa ni kosa ya kadi. Na ulijisikiaje baada ya mchezaji mwenzako kupigwa kadi? Makosa sana kwa sababu ilitutoa mchezoni, lakini mpaka hapa tumshukuru Mungu kwa sababu tulifuata maelekezo ya mwalimu na alivyotuelekeza mpaka hapa tumepata matokeo mazuri kama na haya. Na labda ungetamani kuwa na neno moja la kuambia makocha wanaoweka kosa ambalo sio kosa. Una neno gani la kuambia? Makocha au marefari? Marefari. Wazidi tu kuwa makini, ila wao nao ni binadamu, wanaweza kupitiwa, na ila umakini mkubwa tu unahitajika kwa sababu nao ni binadamu. Tuzidi tu kuboresha mpira wetu na uwe na shape nzuri ili mradi si tuwe na kitu kizuri hapa kambini kwetu. Na unataka kuambia mashabiki wajiandaje huu msimu? Msimu nadhani kwamba utakuwa ni mzuri kwetu kwa sababu tulivyojiandaa tumejiandaa vizuri, lakini sema mchezo wa kwanza haukuwa na matokeo mazuri licha ya mazingira yalikuwa ni mabaya, lakini tumshukuru Mungu kwa tulichokipata. Kwa hiyo sisi tunawaahidi kwamba tutakuwa na mchezo mzuri na tutapata matokeo mazuri mchezo mwingine unaofuata. Kwa hiyo kwenye msimu mtachukua kabisa kombe au vipi? Nina imani kama na hiyo kwa sababu tunajinoa, tuna vijana wadogo sana wanaojali mpira. Kwa hiyo ni hicho mimi ninachojivunia sana kwa na vijana wadogo wanaojua mpira. Asante sana ndugu zangu, tulikuwa na brother hapa mchezaji wa R1 na tulikuwa napiga mastori. Na bado tunazidi tuko pale, kuna vibe kali tunazidi kupiga mastori. Brother wao vipi brother? Mzee sijui Kiswahili. Kawaida brother, tunaongea kidogo. Ila ni maswali machache sana. Uniweka kwenye TikTok eh? Si hapana, sijui mzee sijui. Kwani tunaongea kidogo, si wewe Mungu na wewe unaanza? Wewe ni mchezaji maarufu ambao unajulikana kaka. Tumeona umeperform vizuri kaka. Mechi leo umejisikiaje kuicheza? Nimejisikia vizuri kabisa. Mechi leo ilikuwa fresh tu. Na ilikuwaje mbona mmetoka mjafungana nyote wao mpaka mwisho wa mechi? Kwa hilo mzee naweza nikasema kwamba mpira ulikuwa mgumu. Ulikuwa mgumu kabisa Ndio maana tulidraw. Yes, no tofauti wa mechi na mechi zingine uko wapi kwa sikia leo? Utofauti? Naweza kusema utofauti ni tatizo ilikuwa ni tope ndio ilisumbua. Tope ndio ilisumbua. Kuna watu mpaka sasa hawajui jina lako. Unaitwa nani? Naitwa Iniesta. Unacheza namba ngapi? Namba 11. Iniesta unatumika sana. Natumika sana. Umejitahidi kwa ndio mabinti wamesema na mashabiki zako. Kweli. Na umejisikiaje kwa mashabiki kuongelea wewe unacheza vizuri na unajitahidi? Najisikia vizuri tu maana ndio kipaji changu. Na unawaambiaje mashabiki kwenye msimu huu unaokuja au msimu ambao tuliomo? Msimu ambao tuliomo. Naambia mashabiki wasipate pressure. Mpira tutaucheza tu na tutafikia malengo kabisa. Malengo yenyewe kushika kombe na uhakika kabisa. Nina uhakika kabisa. Mnatoboa? Natoboa. Ila tungetamani kujua zaidi kuhusiana na lifestyle yako. Labda kuna mtu hujui kama Iniesta umeoa. Iniesta wewe umeoa? Sijaoa mzee. Kwani hujaoa kaka? Mzee. Kidogo tu tutaoa. Mbona mademo wapo wengi sana wanaokushabikia? Unaonaje? Wapo wengi mzee. Hata sasa hivi naweza nikaamua mimi mwenyewe nikaenda kuoa tu. Maamuzi yangu tu mwenyewe. Maana leo mambo si mabaya. Mambo si mabaya mzee. Okay, asante sana ndugu wapenzi watazamaji, tulikuwa na kaka yetu Iniesta, mchezaji wa R1 na tulikuwa na zaidi kupiga mastori naye hapa blaza yetu, na bado tuko pale na tunaona mechi imefika mwisho, vibe ni kali na tunazidi kupiga mastori na wachezaji. Bwana bado tuko pale watazamaji wa Leo TV.
ni yule Alkamu, bila kumsahau yule kwenye nyuma kamera anaitwa kwa jina la Mastoni. Bye bye. Leo TV, sisi kama sisi. Leo TV.